Kwanza kabisa shehe wangu niseme kumlazi, kwa sababu ninajishusha, ninajiona kama mtu ambaye alijamba mavi kwenye maji ya watu wenye kiu, mwisho kababuliwa makofi, kapata matatizo, naomba msamaha. Sasa bwana, naomba radhi. Hatimaye sasa naona umejitambua. Wala usijali, tunasameheana sisi wote waja wa Mwenyezi Mungu na kukosea karma yetu tumeumbiwa. Umenisamehe? Ai bwana, nyinyi wewe ushukuriwe. Alafu kitu kingine, unajua Waislamu ndio watu pekee wenye akili. Ndio maana wakasema nguruwe alamu. Na alamu kivipi? Ndio maana nguruwe asubuhi anaanza anaamsha watu sawa sawa na alamu ambayo iko kwenye simu inazingatia mida maalum. Bwana, hongera. Hongera na kitu kingine asante. Kwa na amani, jisikie huru na kukudhihirisha kabisa kwamba moyo wangu ni safi. Unaweza pia ukakaribia nyumbani leo kwa ajili ya kupata futari. Nyumbani kwako? Yeah. Bwana wewe asante bwana. Wewe bwana asante bwana wewe. Bwana asante. Cha kwanza ungekuwa una mke mzuri na mwenye hekima, usingenikaribisha kwako kwa mpwimbwi niloleta pale. Mkeo mzuri na anaheshima, zingatia neno mzuri. Basi inatosha. Nakaribia. Kashauri. Nakaribia shangu. Ibada basi wewe unazingatia ibada kidogo. Sawa sawa, ibada sawa. Hautakuja kwangu unapafahamu bwana, utafika nyumbani. Una kanzu? Kanzu mimi na kanzu wapi na wapi? Mavazi yangu ndo na miko yangu. Sasa nafaa kununulia. Sawa, utafika basi. Ewe Ramadhani, mgeni mtukufu, tunakukaribisha kwa heshima kuu. Turekebishe nyoyo, turejee kwa Mola, leo kesho na milele tuwe waja Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Wewe ndo mke wa Shekaki? Ndio mimi, kuna nini? Nilikutana na mume wako. Ananiambia kuna mzigo atakuachia ili nikija baadaye unipe, ndo nimekuja. Wewe nani? Mtu sikujui, unijui, sijui unakaa wapi, umetoka huko mkuku mpaka kwenye nyumba za watu. Eti wewe sijui kasema hivi kasema vipi. Haya, mzigo gani? Kuna vitu aliniambia utavichukua wewe, utaniwekea, nikija utanipatia. Sihitaji samani yako. Maana na kuangalia tu unajizungusha, unaenda huko unaenda huko. Usinipandishe kisukari. Basi samani. Mumeo tulivyokutana aliniambia kuwa nije kuchukua vitu vya kufutari. Kwa hiyo ndio maana nimeamua kuja kuchukua. Kwa hiyo mtaa mzima umezunguka, umeona hii nyumba ni ya kutoa futari tu? Kwanza wewe unaonekana kabisa una nguvu. Huna mume wewe wa kukuhudumia? Toka muone mume wangu ni mpole, basi mmemchukulia yeye ndo shirika la misaada hapa mtaani kwenu, si ndio? Nashukuru sana. Kama nitakuwa nimekukuta naomba samahani. Kwa heri. Uwe na siku njema kipenzi. Na ana bahati. Nilikuwa nasubiria aseme ni mkewe, ningemfanya kitu asingeamini. Ramadhani, mgeni mtukufu, tunakukaribisha kwa heshima kuu. Turekebishe nyoyo,
turejee kwa Mola leo, kesho na milele, tuwe waja wema. Shekaki, Mwenyezi Mungu akupe heri sana. Maneno yako anatia moyo pamoja na hekima sana, na sikutegemea kama ningeweza kuongea naye vizuri hivi. Kwetu sote, lakini utambue mimi ni mja tu. Mwenyezi Mungu ndo anayegawa riziki, na dua zenu pia ndo zinazonifikisha hapa nilipo. Natumai tutakuwa pamoja kila nyakati. Unajua shehe, kila mmoja ana haki ya kufanya lilo jema katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na bila kusahau, vipi ule mpango wa kazi? Kuhusu kazi, jambo lako bado unaendelea kulishughulikia, sawa? So kuwa na subra, kwa sababu kila mwenye kusubiri yupo pamoja na Mwenyezi Mungu. Inna Allah masabirina. Nafikiri hapa katikati jambo lako litakaa sawa, nitakujuza maadamu tuendelea kukutana msikitini, usiwe na shaka. Sawa shehe wangu kaki. Unajua kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani shehe, bila kupata chochote kile inakuwa ni shida kutana kwangu mimi. Kwa hiyo unajua kumtegemea cha ndugu au marafiki inakuwa ni nongwa. Mimi nahisi kama na nuksi pia vile vile shehe. Shehe wangu, mimi nakuombea heri sana kwa Mwenyezi Mungu, usife mapema. Na sisi wengi tunakutegemea wewe pia. Amin. Uwe na roho hiyo hiyo safi na moyo mwema pia vile vile. Sio msaada uwe kwangu mimi, hata kwa watu wengine pia. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salaam. Asante. Ramadhani nuru ya maisha, ni darasa la subira, ni mwezi wa uongofu, sio wa utani wala maovu ya dunia, ni wa kumkumbuka Allah kwa kila hatua. Hiyo ndo mifumo ya Pepsi baridi. Yaani Pepsi baridi ikiwa nataka kufunguliwa lazima ilie hivyo shemeji yangu. Sasa inaonekana Zahiri tayari unataka kufunguliwa. Niambie shemeji yangu. Lione jitu zima, akili hamna. Hapo kwenye akili hapo kweli uko sawa. Maana mimi mwenyewe akili zangu sizielewi muda mwingine. Ila masuala ya utu uzima huo inaweza kapita miezi kadhaa sijaungisha watu viwembe kwenye maduka. Unanitaji mtu mzima. Sasa nisikilize bwana. Mimi mme wako tayari tushaombana misamaha. Na jinsi alivyokuwa mstaarabu yule baba, akaniambia bwana nimekusamehe kila kitu kiko sawa. Sasa nashangaa ninavyokuona shemeji yangu muda wote sura umeikunja kama kidude anaingia kwenye show Zanzibar. Unakuwa unakosea. Wewe sura yako nzuri, mtoto umetulia, kipua kimetulia. Unaweza kusema Michael Jackson katulia anafanya show zake kwenye stage. Sasa unakuaje hivyo sura unaikunja kunja? Kumbe. Kwa hiyo kama mmeshapatana mimi na nihusu nini? Nitajua wenyewe huko. Sio masuala. Kwa hiyo mume wako sinishakubaliana naye. Ina maana sasa wewe ukija kuleta furaha kwenye moyo wako na mimi ndo ninakuwa tayari, kwa sababu mume wako alivyonisamehe kaniambia bwana njoo nyumbani ule futari. Hapo ndo nikaona kafanya kitu cha maana, maana futari ndo kitu kikubwa kwenye huu mwezi wa Ramadhani. Lione tamaa tu. Kumbe maneno yote hayo ulikuwa unataka kuja tu kula futari kwetu. Kumbe wewe unijui. Yaani kama mimi sio mtengeleko utaendelea na upumbavu wako. Huwezi kunikunjia uso mimi. Mimi mtoto wa pwani. Yaani nitakuonyesha jinsi nilivyofundishwa utaila na kuonyesha kwetu kwamba kwa kina Nyankumba kukoje, kwa kina Nyankunguru kukoje, huko na Mikwili huko kote huko. Nitakuonyesha kwamba Makonde haendi kwao bila kupita kwetu. Mjinga we. Na utaingia kwenye mfumo. Utajaa kwenye kiganja sasa hivi. Sasa hivi. Jinga, Muislamu gani unajiita Muislamu afu uji unautia pilipili chupa nzima. Akitokea mtu ataka kuja kufutulwa vidonda vya tumbo pale. Unajikadiria wewe tu. Ramadhani mgeni mtukufu, tunakukaribisha kwa heshima kuu, turekebishe nyoyo, turejee kwa Mola leo, kesho na milele, tuwe waja wema.
Ndugu yangu, umenitia nini hapa? Nimekuitia mdomo. Hivi wewe mbona unakuwa na mambo ya Kiswahili wewe? Tumeidiana tukutane hapa mapema tu. Wewe umekaa huko, mimi mpaka nataka nipigwe na mnazi. Kanzu imepigwa na jua mpaka inanuka moshi. Okay, samani bwana. Yaani ni nini zumuni la kunita hapa muda wa futari huu? Wewe unapenda kula tu. Kazi kufanya, hivi mradi tu ule tu vya watu. Mimi hapa nilikuwa na kuitia mchongo wa pesa. Pesa hizo tukizipata mimi na wewe umaskini tunausahau. Madharani alitutii dhambi. Alhamdulillah tufanye. Wewe leo hii unaogopa dhambi. Unavyokula futari kwenye majumba ya watu, unalitia dhambi tumbo. Wewe na mwili huo ukipata kitambi kitakaa wapi? Nafikiri utapendeza. Tukianza kupigizana kelele hapa hatutakesha. Nini point? Point ni dili la pesa. Lakini dili hilo siwezi kukuambia tukiwa tumevaa kanzu. Vua kanzu nikupe dili. Madili gani ya ndugu yangu ya kwanza kuvulishana nguo? Shupididi huu. Unanisikiliza mimi unisikilize. Weka unataka kufa maskini. Utajua wewe. Anyway, family life. Nikose mimi upate wewe. Unataka kufa maskini. Mwenyezi Mungu mwenyewe anaona. Sogea. Nisaidie nitakusaidia. Hilo dili ni dili la kwenda kumzika mtu. Hasa kafirullah. Ya Rabbi, mtume wangu. Na hiyo maiti ya nani? Usiropoke kwa nguvu. Sasa, huo mchongo ni wa kwako, wewe ndo unatoa hela au? Pesa sitoi mimi. Yupo mtu ambaye yeye ndo kiliofua hili. Mimi nimeshakwambia, ukiwa tayari utanifuata nyumbani au utanipigia simu. Endelea kujifikiria hivyo hivyo. Hata kama mimi ni mtenda dhambi. Ewe Jabir kijana, sikiliza nasaha. Ramadhani yafika, si mwezi wa mizaha, ni mwezi wa rehema, msamaha na baraka, si wa dhihaka wala maneno ya kucheka. Ewe Ramadhani, mgeni mtukufu, tunakukaribisha kwa heshima kuu. Turekebishe nyoyo, turejee kwa Mola, leo kesho na milele tuwe waja wema. Habari zako? Ustazi yupo? Hayupo sasa hivi. Yupo kazini. Ulikuwa na shida naye? Ndio, nilikuwa na shida naye. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Jambo la kheri ni mimi niwasalimie nyinyi ambao nimewakuta. Pia ni waje. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Alhamdulillah. Alama kuja nyumbani. Naam. Habibati. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Poa tu. Nisubiri ndani basi. Karibu bwana. Asante Shawangu. Shawangu, mimi nimekuja kuhusu yale mazungumzo ambayo tulishawahi kuongea.
Oh, kazi. Samahani, nisamehe sana mimi. Unajua niko busy sana. Nishasahau hata mimi nawe tuna agenda gani. Kuhusu swala la kazi lisikuumize kichwa sana. Kazi umepata. Sawa. Isipokuwa nitafanya namna ukutane na vijana wangu, watakupa mwongozo mzima wa kazi. Sawa, shukrani sana Shikaki. Mungu sijui akupe nini. Mimi nahisi Mungu akupe maisha marefu sana. Na endelee kutusaidia sisi ambao tunatafuta. Kwa sababu wote ni waja wa Mwenyezi Mungu. Lakini alichokipata na sisi ambao hatujakipata ndio maana tunahangaika kuja kwako. Sasa kijana wangu, mimi nasema asante. Sitaki kuongea sana sababu hata funga yangu pia imekuwa nongwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuhusu swala la kula, hiyo ni riziki ambayo anatoa Mwenyezi Mungu. Riziki haizuiliki. Allah humruzuku mja wake kwa mapenzi yake na kwa namna anavyotaka yeye. So usiingize sana maneno ya riziki katika malalamiko. Huko ni kumkufuru Mwenyezi Mungu. Utakuwa umekosa subra. Lakini la moyoni kusema ni vizuri zaidi kuliko kakili. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Asante. Ewe Ramadhani, mgeni mtukufu, tunakukaribisha kwa heshima kuu. Turekebishe nyoyo, turejee kwa Mola.